wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni wewe. God has a reason for you, because you got a purpose of God, and because of the purpose of God in you, you will never lose any battle. Without strong enemies, you're not going to become strong. Without a strong foundation, you're not going to rise up. Until you have developed an art of forgiving and letting it go, that is when you will be elevated to the next level. Hallelujah. Therefore, God's purpose in your life. And then tell your neighbor, I shall recover all. I shall what? Sasa tusome 1 Samuel chapter number 30 from verse number 1. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south, and the Ziklag attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters, and they been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David, 2 wives, Ahinoam the Jezreelite, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people who was grieved, every man for his son, his daughter. But David strengthened himself in the Lord his God. What is the purpose of God in your life? Ni nini hiki Mungu ametengeneza katika maisha yako ambacho kiko na purpose? There is a reason why you are created. There is a reason. There is a purpose. You are not here by mistake. You are not here by being confused or out of fluke. Uko hapa kwa sababu Mungu ako na kusudi. Na hiyo kusudi yake lazima itatimika. Wakati Daudi alizaliwa na akakataliwa na baba yake. Alizaliwa na akakataliwa na familia. Alizaliwa na akakataliwa na jamii. Maana Daudi alichukuliwa ni kama mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Maana baba alipotelekeza bibi yake naye alipanga mpango na yule mwanamke alikuwa aolewe. Wakapanga mpango mzuri. Baba akalala na huyu mwanamke, kisha akaweka mbegu ya Daudi, lakini hakujua kwamba kuna mbegu ya Daudi iliyo ndani ya mama huyu, kwa sababu alikuwa amechukia huyu mama. Na huyu mama alikuwa anapendwa sana na kijakazi ambacho kilipendwa na baba. Na baba akataka kuchukua kijakazi kwa badala yake ya mama wa Daudi. Na wakati mama ya Daudi kufukuzwa, kijakazi kile, kwa maana kilimpenda huyu mama kilipanga mpango na huyu mama. Akamwambia, kwa sababu kutoka kesho hautaingia hii nyumba, tutapanga mpango, huyu mzee muende na yeye kwa kitanda mara ya mwisho. Kumbe the last minute of this man kukaa kule ndio ilikuwa the first minute of bringing a king. When you think and you see everything is not working in your life, it becomes in the last minute. Watu wamesema unaenda kuangamia, watu wanasema unaenda kuisha, madaktari wanasema hautafaulu maana ugonjwa yako imefika mwisho, watu wa dunia wanasema nyumba inaenda kufungwa, watu wanasema biashara zinaenda kuanguka. Lakini kuna kitu kimoja, ya kwamba mwisho wako na mwisho wa kila kitu ndio mwanzo wako na mwanzo wa Mungu.
Huyu mama hakutarajia kijakazi kitamhurumia. Hakutarajia ya kwamba there can be anybody can feel more, especially ukiangalia ya kwamba huyu mwanamke alipendwa na mzee, lakini alihurumia ule mwanamke ambaye alikuwa anaondolewa. Wanawake wa sasa watakwambia wachana na hiyo shetani. Wanawake wa sasa watakwambia huyo mama ni mchawi. Wanawake wa sasa watakupeleka bali, watakutengenezea kanyama wakaweke ndani ya foil ukurage kila siku ndio sikumbuke kwako. Lakini huyu kijakazi aliangalia huyu mama ndiye alikuwa ameniajiri. Huyu mama ni bibi kama mimi. Huyu mama ni mwanamke kama mimi. Akasema kabla niingie kwa hii, maana hii ni amri lazima niitii, nitahakikisha huyu mama amelala na huyu mzee wake mara ya mwisho. Kumbe hiyo mara ya mwisho ndio ilikuwa mwanzo ya kuzaa na kulete mfalme atakayelete ufalme katika nyumba ya Israeli. They will have planned against you. Na watasema you've come to an end of your life. You have come to an end of anything that you are doing. But there is a plan of God in you. It doesn't matter how venye wamesema. It doesn't matter what they are saying about you. David alizaliwa katika hiyo hali tatanisi. David alizaliwa na ujanja mkubwa uliopangwa. Maana sioni ni vipi mwanaume kama mimi ninaweza kukosa kujua this is not the woman nilikuwa nafikiria. Lakini kupitia kwa roho ya Mungu na kupitia kwa mpango mzuri Mungu alikuwa amepanga, maana alijua ya kwamba katika nyumba ya Jesse na mke wake, hapa ndio nitatoa mfalme. Hapa ndio nitatoa mfalme ambaye si wa jamii, atakaye kuwa mfalme wangu. Na ndio kwa maana tatanisho likaingia, the separation of the family ikaingia. Mama na baba wakakosana, mama na baba wakawa hawaelewani. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu there was a seed that had to come. So sometimes watu wakipigana na wakisema hawataki kukuona, ama challenge ikikuwa ngumu sana, before you come rise up to fight that challenge na kusema these things should not have happened, no, don't go fighting first before ask God, could you be in this challenge? Some of us are suffering. Some of us tumefutwa kazi zetu. Some of us tumepoteza ndoa zetu. Some of us tumefukuzwa mahali tunafanyia kazi. Don't go panicking, don't go crying. Ask God, could you be in this challenge? Could you be the one ambaye amesababisha kufutwa kwangu? Could you be the one ambaye umesababisha ndoa yangu ianguke? Could you be the one ambaye umesababisha matatizo ambayo yananizunguka? Because God hakuwa anataka Daudi amilikiwe na binadamu. Hakutaka Daudi amilikiwe na baba yake Jesse. Hakutaka Daudi ajulikane. Alitaka Daudi amlinde, amchunge yeye mwenyewe mpaka amfanikishe kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Some of the challenges you are facing, they are not meant to destroy you. Some of the challenges za kufungiwa nyumba na za kwenda kuishi Mukuru kwa Ruben, unatoka Runda unaenda Mukuru kwa Ruben, sio usiangalie kwa ubaya. God could be speaking to you. God could be using that challenge to make something out of the challenge. David kama angejulikana na baba yake akiwa mtoto, angefanywa kama vile Yusufu alifanywa. David alifichwa na Mungu, maana the pregnancy iliyokuja haikuja kwa ile njia ambayo ilitakikana. Huyu mama alifichwa na maid baba kalala na yeye. Kumbe mbegu ya usiku huo ndiyo ilikuwa mbegu ya kuleta mfalme. Baba miezi mitatu baba kaenda akaangalia Daudi, akaangalia mama, akaita watu wa kijiji wote akawaambia, si niliwaambia huyu mama ni msherati? Si nilimwambia huyu mama ni msherati? Geke negedharia, mwangalia ako na mimba, muuliseni hiyo mimba ni ya nani? Maana Mungu alificha mpaka baba yake. Kuna vitu Mungu anaficha kwetu. Kuna vitu Mungu anaficha. Macho yako hayawezi kuona, masikio yako hayawezi kuona. Watu ambao wana uwezo wa kukusaidia hawawezi kukuona wala kujua. Hawawezi kuelewa ni matatizo gani haya. Umeenda hospitali, umeambiwa wewe ni mgonjwa, lakini wewe ni mgonjwa. Lakini umeenda hospitali, wamefanya kila test and nothing is coming out of it. Umejaribu biashara, kila aina biashara imekataa. Umejaribu kutafuta visa uondoke nchi hii, imekataa. Umejaribu huduma ufanye, imekataa. Nothing is working in your life because God has hidden you that no human eye can be able to see.
No human ear can be able to know what is happening in your life. Doctors have tried. Your family members wamejaribu. Watu wote jamii imejaribu. But nothing is happening. Why? Because there is a hidden secret in the works of God. Kuna kitu Mungu ameficha ndani yako. There is a purpose of your life. There is a reason why God created you. He created you because there is something ahead of you. There is something that is gonna come. Daudi alilelewa baba akiwa amemreject, maana ni mtoto aliyeshaliwa katika hali tatanishi, hali ya kiusherati kulingana na baba. Lakini kulingana na Mungu, Mungu alikuwa amepanga ya kwamba Daudi atazaliwa katika hiyo hali tatanishi, because this is a king that I have created, mfalme ambaye nimemtengeneza kwa ajili ya kuleta ukombozi wa wana wa Israeli, kwa ajili ya kuleta ukombozi na upendo na umoja miongoni mwa falme zote za Israeli, zikakuwa kitu kimoja. Alikuwa amecause, your situation can cause a huge problem in the society, because God want to preserve you. Mungu anataka kukulinda usije ukajulikana, usije ukaonekana. Kwa hivyo wacha kujali ni kwa nini biashara yako haifanyi sasa. Wacha kujali ni kwa nini ndoa yako haifanyi sasa. Wacha kujali ni kwa nini safari zako hazikamiliki. Wacha kujali ni kwa nini wamekunyima visa sasa. Kuna mpango wa mbinguni ya kwamba visa yako imetengenezwa, lakini imewekwa kwa sefu ya mbinguni. Kule mbinguni kazi yako imetengenezwa, lakini imefichwa kwa sefu ya kule mbinguni. Afya yako imetengenezeka, lakini imefichwa kwa sefu ya mbinguni. Maana Mungu ndiye ameficha, ikiwa siri Mungu ndiye ameficha, kwa sababu ya matumizi ambayo amepanga anaenda kutumia wewe. Kwa sababu ya matumizi anataka kukutumia. He wants you to be a king. He wants you to be a businesswoman. He wants you to be a preacher. But if they know now, they are going to destroy you. So he will keep you somewhere in the safe. Wakitafuta agenda yako, wakitafuta plani yako, wakitafuta kila kitu chako, hawatakiona, because God has hidden you. Kama wangejua Daudi ndiye atakuja. Kumbuka the lineage ya Daudi imetoka kwa nyumba ya Juda. Angalia venye mke wa Juda na huyu watoto wa mke aliolewa na watoto wa Juda alisababisha watoto wawili wakakufa, na kisha akalala na Juda mwenyewe akajaribu kumaliza. He was trying to kill the plan of God. Wakati Juda aliambiwa kizazi chako kitazaa wafalme, Mungu akaangalia venye kwenye familia ya Juda kulifanyika. Kijana wa kwanza, the firstborn, akaoa mwanamke. Huyo kijana akakufa. Huyo mwanamke akaolewa na the second son akakufa. Huyo mwanamke akapanga mipango mpaka wakalala na mbaba ya hawa watoto wawili, ndio wakakuja kuzaa watoto wawili. Hivyo hiyo mpango ndio iliyokuwa inamfuata huyo Daudi mpaka wakati ikafika wakati wa Daudi kuzaliwa. Daudi lazima angefichwa, ndio the same fate iliyopatikana mara ya kwanza isije kupatikana. Therefore, what is happening in your life today, it is not God has cast you. It is not that God has forgotten you. It is not that God has gone away against you. God has just hidden you. Ni kukuficha, amekuficha. Katika hiyo hali uko nayo, Mungu amekuficha. Katika hiyo hali uko nayo, Mungu amekuweka. There is something that is happening in your life. There is something that God is creating in your life. Kuna kitu Mungu ametengeneza. Kuna mpango mzuri Mungu wako nao. Hautaangamia, hautapotea, maana Mungu ametengeneza na amewaficha wasijue mpango wake juu yako. Babake Daudi alilala na mama yake na bibi yake, lakini hakujua huyu ni mke wangu. Alifikiria ni huyu kijakazi. Swali ni, kwani walikuwa na maumbile sawa? Kwani walikuwa na the smell sawa? Hapana, hawakuwa na maumbile sawa. Wala the smell was not, wala the feeling was not the same. But because of the agenda and the purpose of God in this man, everything acted like normal. Hakuelewa.
Mzee alikuwa confused because ndani yake kulikuwa na mbegu, na wakati wa kuachilia mbegu ulikuwa umefika, na wakati wa kuachilia mbegu ulipofika alikonfisiwa. Hakuelewa ati huyu ni ule mwanamke na kulalanga na yeye. Hakuelewa ya kwamba this is the same woman that I'm trying to chase away, the same woman I swore I'll never go to bed with. It is the same woman, but because of the seed, kwa sababu ya mbegu ambayo ilikuwa ndani ya Daudi, ya babake Daudi, Jesse, ndio imtoe Daudi, lazima Jesse angepata confusion. Hao watu waliokupangia mambo machafu, hao watu waliokupangia kumaliza biashara yako, hao watu waliokupangia kumaliza huduma yako, hao watu waliopanga kumaliza kazi zako, hao watu hawaelewe wanachokifanya. The confusion will get into them. Watakuwa confused, hawataelewa. Wakati unaenda kuvuka to the next level, they will not understand because they will think you are just doing the childish thing. Watafikiria ni yule wa kawaida, watafikiria ni ile kazi yako ya kawaida, watafikiria kila kitu unafanya ni ukawaida tu, watakuangalia kwa ukawaida kuu. Lakini nakwambia siku hii ya leo, hiyo si ukawaida. It is the plan of God over your life. God has a good plan for you, ya kwamba atawapatia confusion. Masikio yao yatafungwa, miguu yao itakamatwa, hawatakufuata, hawatakuelewa, hawatajua kule unaenda, maana Mungu ameficha siri kubwa kwa sababu ya kile kitu kiko ndani yako ambacho kinaenda kujaminate, ambacho kinaenda kuchipuka. Biashara mpya inaenda kuchipuka, huduma inaenda kuchipuka, kazi inaenda kuchipuka. Ndio maana akaificha, ndio maana akaficha ndani, watu wasielewe. Maana wangeelewa, wangekuja wakiwa makazeni, wangekuja wakiwa marafiki, wangekuja wangekuwa familia, ili wakuja wamalize kile kilicho ndani yako. But because God understands everything, God understands and goes ahead of us, that is why he has made them to be confused. They will not be able to understand. Bwana Yesu asifiwe sana. They will not be able to understand what is the plan of God over you. Daudi alipozaliwa, kumbe kuna watu wengine walikuwa wamechangishwa kuingizwa kwenye mambo magumu na mazito, mambo yaliyo na aibu. When the anointing is being prepared to work, there are many other people prepared for the anointing you are carrying. Bwana Yesu asifiwe sana. When I was getting saved, there were so many, because when nilizaliwa kuja kwenye dunia hii, there are so many other people that were born because of me. There are so many other people that were raised because of me. Because Bishop Harrison Nganga alitengenezwa kwa sababu yangu. Maana Mungu alijua kuna mtu ambaye nitakuja, nitamuinua, lakini ataenda kwenye ulevi. Kisha Harrison ataitwa kuja niokoe. Katika the same time, watu kama nyinyi mkakuwa mmetayarishwa. Maana siku moja nitakuja kuwa mchungaji, na nitakapokuwa mchungaji mtakuja kunisikiliza. So the part of you being born, the part of you being in existence on this world, I am part of it. The reason you are existing, it is because you are existing. The reason I am here, it is because you have also a reason for you to exist. That is what we are calling the purpose of God in your life. When God has a purpose over you, kama Mungu ako na purpose yako, maana kila mtu there is a purpose. Kuna mpango ya Mungu juu ya maisha yako, kuna mpango ya Mungu juu ya kazi zako, kuna mpango ya Mungu juu ya majukumu yako. God is doing something fresh. A new anointing is coming upon your life. A fresh anointing is coming upon you. In your family, the fresh anointing is coming. In the ministry, the fresh anointing is coming. At your job, the fresh anointing is coming. At your family level, the fresh anointing is coming. Why? Because the reason for you to exist, it has come to pass. Wakati ukifika, kila kitu kinajiandaa. That is why God has called you to come and listen to this word. Because kila kitu kimejipanga. Daudi alipozaliwa, Mungu aliifanya kuwa siri kubwa. Na hii siri ilitambaa mpaka kwenye familia zingine. Maana kuzaliwa kwa Daudi kulichangia kuzaliwa kwa Samueli.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa kwenye ratiba, amemweka Samueli na amemstarisha ndani Daudi. Ndio wakati Hana alikuwa anaomba, Hana hakupata mtoto. Alipokuwa akiambia Mungu nipatie mtoto, Mungu hakumjibu. Akaomba miaka mingi akiambia Mungu nipatie mtoto, give me a child. God was not responding. Every time Hana was calling, give me a child, God was not responding. Until such a time, wakati Hana alibadilisha maombi yake, akamwambia Mungu, I don't need a child now. I have discovered my mistake. I need a prophet. God, give me a prophet. Nipatie mtoto, na ukinipatia mtoto nitamrudisha kwenye madhabahu yako ndiye aweze kutumika kule. That is the secret ambayo Mungu alikuwa ameweka katika kuzaliwa kwa Samueli. God was not looking for any other child. God was not looking for any other boy. God was looking for a prophet to come and anoint David, because he already amekuwa ameanza process ya kuzaliwa kwa David, akatengeneza naye prophecy ya kuzaliwa kwa nabii atakayemwagia David mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you change the word of how you look at your things, until you change how you pray, because God has a purpose. Ako na njia na ako na reason why you are living the way you are living. You have been given that business ambayo amekupatia because you are a kingdom financier. Until you change the prayer you have, ya kwamba Baba nipatie hii kazi ikapanuke ndio nikaweza kwenda kupanua kazi yako. Until you come to understand how you communicate with God. Alafu unamuuliza Mungu, why did you give me this business? Why did you give me this job? Why did you give me what I'm doing now? Because some of the jobs that we have, they are not meant for you purposes. You are not meant for you only. They are meant because you have been called to be a kingdom financier. For those who are kingdom financiers, you need to go to God and ask God how to run a kingdom financial kingdom, a biashara ambayo ya kufadhili ufalme wa mbinguni. Maana wengi wetu tunafanya, tumepatiwa biashara, badala ya kuinua ile biashara tuende tukafanyie kazi ya Mungu, tunainua biashara kununua mashamba, tunainua biashara kufanya business zetu, tunainua biashara ya kufanya tukae mzuri, ama tuende Dubai tukafanya trips huko. Lakini kumbe Mungu alikupatia kazi hiyo kwa sababu ya ufalme wake. Alijua kuna kanisa itaanzishwa, alijua kuna nyumba ya Mungu itakuwa mahali itahitaji hiyo fedha, akakupatia ukae nayo. Wakati nyumba hii itafunguliwa, utakuja kuilete hapa. Kuna mtu kama huyu ambaye hana nguo mzuri, Mungu akakupatia biashara kwa sababu ya kijana kama huyu. Wakati atakuja kwenye ufalme, hiyo pesa yako ambayo amekupatia ndiyo utakayeitumia kuja kufanya kijana huyu akuwe mzuri, maana ni nabii atakayetumwa katika mataifa. Everything that we do in life is interconnected with God. Every business you do is interconnected with the purposes of God and the reason of God. Hiyo pesa ambayo Mungu anakupatia, hiyo biashara, kulikuwa na watu wengi ambao wanaweza kufanya biashara. Kulikuwa na watu wengi wangepatiwa hiyo duka, lakini Mungu akakuangalia akakupatia hiyo duka, maana alitaka duka yako ifaulu, na itakapofaulu itakuja kutumika katika kuinua kazi yake. When God has a plan, he has a plan for everything. Wakati alianzisha huduma hii, alianzisha in the plan, in the mind of me, in the mind of you, in the mind of them, in the mind of everybody. So that he created a whole ministry. Nothing that exists has no combination of many other factors. Wakati alitengeneza nyumba hii, wale walikuja aliwatengeneza na akawaumba kwa sababu wakuja wajenge nyumba hapa. Walipojenga nyumba wakaondoka, wakaenda kwao. Nyumba ikachukuliwa na watu wa kahawa. Watu wa kahawa wakaifanya ya nyumba ya kuweka mafaili zao. Baada ya mafaili kupokoa na mimi mwenyewe kukua na nikakuwa machua kupatiwa kazi, hapa nikakuja nikaambiwa kuna nyumba iko hapa. Kumbe hii nyumba imekuwa ikiningoja kwa miaka zaidi ya 70, imeningoja bila kuwa na mtu, maana ni mimi nilikuwa naongojewa. God is waiting for you. Kuna mtu Mungu anamngojea
kwa sababu ndiye ampatie mafuta, ampokezee kijiti, ndio kazi yake ianze kufanya. Kuna mtu Mungu amepanga, kuna mtu amepangiwa ako Amerika, amezuiliwa safari yake kukuja, maana hujakuwa tayari. Kuna mtu ako Asia, ako na mabilioni ya pesa, but because you are not ready, the man is being held. Anazuiliwa, anaambiwa ongoja kidogo, huyu mwanaume hajakuwa ready, ongoja kidogo, huyu mwanaume hajaiva. Maana wakati utaiva, ndege ile itatengenezeka na pesa zako yule mtu ako Asia atazilete hapa, na wewe ndio mtakutana na yeye, na wewe ndio utakuwa managing director. Anything that is happening in your life, it is not a coincidence. It is not a coincidence. It is a plan of God. Bwana asifiwe sana. Wakati huo wote Daudi akinyororiwa, Daudi akidharauliwa, God kwenye daftari la Mungu, Daudi was a king. David was being addressed as a king. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wote Hana alikuwa akiomba, Mungu hakuwa anaona Samueli, Mungu hakuwa anaona Hana, alikuwa anaona Daudi. Kwa hivyo alikuwa anataka Hana, kwa sababu alitaka mtu wa kumwagilia Daudi mafuta. Kwa hivyo alitaka wakati Hana atabadilisha jinsi ya kuomba, na yeye atambadilisha, atampatia mtoto, maana amempatia ukamilisho wa Daudi. Everything that happens in our life, it is a chain. Usione kama umekalia hiyo kiti ufikirie hiyo kiti umeikalia tu kimbahati. Sio kimbahati, hakuna bahati. Mimi kushika hii microphone, it is not luck, sio bahati. God had planned today I will be here. Na hii microphone imesafiri, imeingia ndege, na labda sijaingia ndege, lakini hii microphone kwa sababu ya utukufu wa Mungu iliingia ndege ikaletwa hapa. Yule aliyetengeneza hii microphone hata labda hajawahi kuingia kwenye ndege, lakini hii microphone iliingia ndege so that I can connect the originality of the microphone and me the deliverer of the name of the word of God. There is a connection. There is a purpose of God. Kwa hivyo usione huyo mzee mko naye labda ni mrevi, wachana na ulevi yake, angalia why did God, mbona ukanilete kwa huyu mlevi? Mbona ukanilete kwa mtu ambaye anakunywa pombe? Kama bibi yako ni mwanamke ambaye hakusikii, mwenye hana tabia mzuri, mwenye anaenda mpaka kwa waganga, wewe uliza Mungu, why did you bring this man? Kwa nini ukamlete kwenye maisha yangu? Kwa nini ukamlete kwenye njia zangu? Ninakwambia hivi, kuna sababu ya huyu mama kuja. There is a reason why you came to this church. There is a reason, because God had created me for the purposes and the reason that has brought us here. I have what I'm carrying that belongs to you, and you are the carrying that belongs to me, and for that the kingdom of heaven is glorified. Bwana asifiwe sana. Daudi akiendelea kukua, ndio wakati alikomaa, naye Mungu akamwambia Samueli, akaona Samueli naye pia amekomaa, akamwambia Samueli, sasa ondoka uende mpaka kwa nyumba ya Jese. Akamwambia ondoka uende mpaka kwa nyumba ya Jese, ukifika huko kuna mtoto nataka ukamwagilie mafuta. Kumbe hata alikuwa anakamwambia beba pembe ambayo utatia mafuta, na ukifika huko utaenda utamwagilia mtu ambaye nitakwambia ukamwagilie mafuta. Daudi akiwa akichunga mbuzi na akichunga makondoo, ndugu za Daudi na baba yake walikuwa nyumbani wakikula nyama. Wakati nabii alipofika, akaambia Jese ya kwamba kuna mtoto na nimeambiwa nikuje nimwagilie mafuta. Kulikuwa na vijana barubaru hapo, watu ambao wamesoma, waliokuwa na mwili na walionekana wako na akili mzuri. Wakaambiwa na Samueli, mwagilia mmoja hapa. Samueli akasema, hakuna hata mmoja ambaye nafaa kumwagilia mafuta hapa. Kisha akauliza, baba, kuna mtoto mwingine? Nao baba akamwambia, ni kengine tu kuchunga kondoo. Maana he was not counted kama mtoto wa Jese. Hadi hapo Jese alikuwa anajua this is a son of a prostitute. Ni mtoto wa kuzaliwa nje, hakuwa na mpango hata kidogo. Lakini kule mbinguni Daudi alikuwa anaendelezwa kama mfalme. Ndio kwa maana Samueli alizaliwa kwenda kumwagilia mfalme mafuta.
Kule nyumbani kwao walimtambua kama mtoto wa maraya, mtoto wa kuzaliwa nje, mtoto wa tendo ambalo halifai, mtoto ambaye alifaa kuuliwa wakati wa kuzaliwa. But God had a purpose. God has a purpose in your life. It doesn't matter in what condition you are in. Haijalishi saizi wamekubeba namna gani. Haijalishi saizi how you are training. Kama umekaa kwenye nyumba gani, umekaa Mukuru kwa Ruben, umekaa Kibera, umekaa kwenye any place you are living. It doesn't matter what is happening to you. What matters most, what is the plan of God over your life? What's the plan of God over? What are the arrangement? Mungu amekupangia maneno gani katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Wakati walikuja kumumwagilia mafuta, alipoitwa akakuja, nabii wa Mungu, Roho wa Bwana akateremka, akamwambia, that is my king. Praise be the name of God. Mungu akateremka immediately, akamwambia nabii, that is the man I want you to anoint. I want to tell you, despite what they are going to say about you, despite what they are going to do about you, wamekuendea kwa waganga na wachawi, wamekuendea hata kupiga ramli, wamekufanyia makafara zote na mambo yote, wamesema haustahili kuishi kwenye hiyo ndoa. Lakini what I can assure you tonight is that the King Heaven, Mungu akiwa binguni, amekunyoshia kidole kusema, this is my son, this is the person I want you to anoint. Huyu ndio utakayemwagilia mafuta. Wacha wakae kando na ujuzi wao, wacha wakae kando na mipango yao, wacha wakae kando na arrangement zao. But one thing I want to assure you, God has already selected you. God has already chosen you. You are not an ordinary person. Wewe si mtu wa kawaida, ndio maana wamekosa kukuelewa. Wewe sio mtu wa kawaida, ndio maana hawakujui wewe ni nani. And that's why God kept you a secret. Mungu alikuweka na akakuhifadhi kama kitu ambacho kimefichwa, kwa sababu kama wangekujua wangekumaliza kabla haujatimiza malengo ya Mungu. Lakini Mungu alitaka kukuficha, akamtuma Daudi akaende kuchunga kondoo. Saizi unaweza kuwa unachunga kondoo, saizi unaweza kuwa unachunga na unachunga mang'ombe, saizi unaweza kuwa unalala njaa. But one thing I want to tell you tonight, that njaa itakuja, itafika mwisho, maana asibishaye ni Mungu, anayefanya tumbo yetu ikuwe na chukura na Mungu. Kwa hivyo unaweza kuishi siku nyingi, you can live even 1 year without eating, because the God's plan is that you are going to survive without their food. You are going to survive without their money. You are going to survive without their help. You are going to survive without their arrangement. Because if they had to bring their arrangement, they were going to kill you. They are going to destroy you. Watakuwekea chakula sumu, watakunyima chakula, watakutesa kwa sababu ya chakula. Kwa hivyo atakusababishia uende kwa kiwanja ukachunge kondoo, ukanyonye kondoo kule kiwanjani, maana hawawezi kukupatia chakula. Ataambia mbuzi kupatie maziwa, ataambia ng'ombe kupatie maziwa, ataambia wanyama wa kichakani wakufe ndio upate nyama za kukula. Because for them they will not give you, for them they will not give you anything, because they see you as a threat, they see you as a useless person. But when God decides to walk with you, when God decides to go with you, and when God has a purpose for you to conquer, He will make it all work for you. He will make it all succeed in your life. He will make it all make in your life. He will not allow them to know you. He will not allow them to come near you. Hatakubalisha wao wakuja karibu na wewe. Watakutekeleza, watakutupa, watakudharau, watakuchukia. Usijalishwe na chuki hiyo, usijalishwe na wao kukutekeleza, maana ni Mungu amesababisha hiyo. Ni Mungu amepanga wasikujue, amepanga wasikuone, amepanga wasikuelewe, amepanga wasikujue. Maana kilicho ndani yako kitakapoanza kufanya kazi, watakushangaa. Daudi alipomwagiliwa mafuta, walimshangaa, hawakumuelewa. Alipoanza kufanyika mfalme, wakaulizwa, kuna mtoto mwingine? Wakasema hapana, lakini tuna kingine kia kuchunga buzi. It is a secret code of heaven. Hicho kingine, hiyo majina wamesema na wanakuita,
hiyo majina, hiyo jina wanakuita wewe ni mchawi, hiyo jina wanakuita wewe ni mungiki, hiyo jina wanakuita wewe ni mwizi, hiyo jina wanakupandika, hiyo jina walisema wewe ni nani. It is not meant to destroy you. It is not meant to bring you down. It is a sacred code of heaven. It is a sacred code of heaven. They will not be able to know you. Hawatakuelewa, hawatakujua. Utakuwa ndani yao, utatembea na wao, lakini hawakujui. Wanaonanga kamutu kakuchunga kondoo, utatembea na wao. Wanaonanga kamutu kakufagia, utatembea na wao. Wanaonanga watchman, watatembea na wao. Wanaonanga tu kamutu kakwenda hapa na pale, lakini in God is preparing a king. God is preparing a king in you. God is preparing a king. A king in you is coming. A king in you is coming. Just don't worry, don't panic. Wakisema wewe ni mchawi, wakisema wewe ni mroge, oh, don't worry. Don't worry what they are saying about you. Don't worry what I'm saying about you, because God has a purpose in you. They never thought David would become a king. They never thought. Walipoitishwa mtoto, walifikiria hata kwenda kwa neighbor kutafuta mtoto mwenye anaweza kuresemble kama wao, lakini wakateleza mdomo wao. Watu watateleza wakati utahitajika. Kama kuna mtu mwingine, watasema kuna kakijana kengine, lakini hako kakijana kanakuanga kamwizi. Watawekelea jina ingine ndio usipate hiyo kazi, lakini one thing I'll tell you, watateleza mdomo, watateleza wakifikiria wanakuharibia, lakini kuteleza kwao ndio itakuwa wanakuinua, ndio inakuwa wanakufungulia milango, ndio itakuwa wanakufungulia njia zako, ndio itakuwa wanamaliza uadui, ndio uweze kuwaelewa ya kwamba hawa ndio wale walikuchimbia, lakini Mungu akafunika. Hawa ndio waliyekuwekea mitego, lakini Mungu akaiondoa. Hawa ndio walikuzungumzia mabaya, lakini Mungu akanena mazuri juu yako. Kuna mtu Mungu ananena mazuri, kuna mtu Mungu ananenea mazuri, kuna mazuri yanainuliwa sasa. Kuna mtu anainuliwa, kuna mtu biashara yake inafunguka, kuna mtu ndoa yake inafunguka, kuna mtu visa yake imefunguliwa. After that, after the anointing, David alipomwagiliwa mafuta. Unapotengwa na unapopatiwa jukumu la Mungu, it does not mean wameachana na wewe. It means God has given you a new level, meaning a new level of struggle have started. Kama umebarikiwa siku hii ya leo, usiende kurukaruka na kucelebrate eti ya kwamba umemwagiliwa mafuta. Daudi alipojua amemwagiliwa mafuta, hakuenda kungangana kwenda kuwekelea watu mikono, hakuenda kungangana kuhubiria watu, hakuenda kungangana kuambia watu sasa mimi ni mkuu, bali kile kilichofanyika ndani yake, Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake alimwambia nenda ukachunge mbuzi. Alirudi kuchunga mbuzi, maana there was a preparation period. When you are anointed, ukimwagiliwa mafuta, there is another session of the anointing. The anointing, when it's poured upon you, there is a preparation ground. Unaanza kutayarishwa na kupangwa vizuri, maana kazi iliyokuwa mbele yako unaanza kuiona. Kazi iliyokuwa mbele yako, milango inafunguliwa, ndio uweze kuona maadui watakao kuwa wako ndio hawa, na watu watakao tembea na wewe ndio hawa. Kisha inakuwa the separation. You are separated. For the 15 years David was struggling in the bush, akichunga mambuzi. Hakuweza kuona watu kule nje, lakini kitu kilikuwa kinafanyika. Mungu aliendelea kumtengeneza. Alipoendelea kumtengeneza, naye Sauli upande ule mwingine aliendelea kutenda maovu, aliendelea kutenda mambo ambayo yalimuondoa kwenye ufalme wa Mungu, aliendelea kumtenda mambo ambayo yalimuondoa katika njia za kiungu. Kwa maana naye Daudi aliendelea kukua for the replacement. You will never ascend to power if there is no replacement. You have to be prepared for the replacement, and the one to be replaced must be prepared for the replacement. Kila kitu lazima kiingie. Upande ule mwingine unapoenda chini, na upande huu unaendelea kuinuliwa. Maana God has a purpose and a reason for whatever that we do, for whatever purpose that we have. There is a reason of God in creating people around your life, the people that are going to walk with you, the people that are going to stand with you, the people that are going to fight you, the people that are going to do everything against you, and the people that are going to do everything for you. Because for you to succeed, for you to go where you are going, you need a push from behind. You need some people to push you.
you. And these are people that work against you. The people who want to destroy you. The people who want to sink you down. The people who want to kill you. These are the people that will propel you to the purposes of God. Hawa ndio watakupeleka, ndio watakusukuma mpaka ukafika mahali unahitaji. Maana hao maadui unao unawahitaji kuliko marafiki. Marafiki watakuweka kwenye comfort zone, lakini maadui watakupeleka kwenye Mungu. Maadui watakusukuma. Unapokuwa na maadui wengi, unakaribia your destiny. Unapokuwa na watu wanaokupiga, unakaribia kule unaenda. Unapokuwa na matatizo mengi, unakaribia your destiny. Unapokuwa na challenges nyingi, zinakusukuma zikikupeleka where you belong, because there is a place where you need to go, but you need a powerful force that will propel you there. You need strong enemies. Unahitaji maadui wakubwa. Kama kaadui kako ni kale kachokora ka hapo nje kwenu, enda uombe Mungu msamaha, maana umekosea Mungu. Kama mashida ambayo unapitia ni ya kukosa ugali na sukuma, you are not yet being tested. You are just wasting your time. Go to God and seek a flesh anointing. When you have a flesh anointing, the anointing will produce you or will lead you to the course of life, because of the reason of God in your life. And flesh anointing, it causes more doors to open. And every flesh anointing inakusababishia maadui wengi wanakuja. Na maadui watakaokuja, kama ni maadui ambao ni panya na paka kwa nyumba yako, kama ni chura kwa nyumba yako inarukaruka, hiyo ndio naita maadui. Then you need to go back and ask God, where did I go wrong? Because the kind of enemies that are coming are not of my class. You need to upgrade your enemies. Maadui wa kukupiga, upgrade them. Na ukiona hauwapati, nenda ukawatafute, maana you need them to go where you want to go. You need them to go to the next level of your life. You need them to go to the next level of your life. Without strong enemies, you're not going to become strong. Without a strong foundation, you're not going to rise up. Without a strong foundation, whatever that is happening to you, you are going to crumble down. You need them that want to kill you. You need them that want to destroy you. You need them that want to bring you down. Those are the people that are going to make you go up, because the more they push you down, the more you go closer to God. The more they want to destroy you, the more you come closer to God. The more they pull your leg, the more you lift up your leg. The more they pull your hand down, the more you lift them up. And the more you lift them up, you lift them closer to God. When David was finally anointed, na akaenda for 15 years. So for those who want to serve in the kingdom, check on the list of years that you have gone through the situations. If you are only 5 years, you got 10 more to come. Hallelujah. Can I hear amen? When Joseph alipo answer the struggle of his life, it took him 17 years. Hallelujah. When Moses alipoingia kwa nyumba ya Jethro ndio answer the struggle, it took him again 40 years. Hallelujah. Oh, kama unakimbilia unataka kuwa nabii kwa sababu ulimwagiliwa mafuta jana, you have a long way to go. Haujakutana na wale waliouza Josefu, haujakutana na bibi ya Potifa, haujakutana na askari wa jela. You are still yet to go. Haujakutana na watu wanahitaji ndoto yako. You are yet to go. Oh, fanya warm up kidogo kidogo, maana something is about to happen. Wale ambao wamefungua biashara jana, usifikirie the prophet is coming today. Oh, biashara yako ikuze kwanza ndio ukutane na the territorial controllers, the kings that control the territory. Ukutane na wale watu watakwambia haujatoa pesa ya muragano. Ukutane na wale watu wamekwambia ya kwamba wao ndio wenye territory. Hujakutana na watu wanaitangwa mungiki, wanakwambia hautajenga hapa maana haujatoa pesa ya mungiki. Utakutana na watu wako na makware, wanakwambia huwezi kuchukua mawe bila kuwa na pesa ya kuzungumza. Na wale vijana wanasabishaga kware. There must be challenges, there must be over you. Huwezi kujenga kama haujakutana na hawa watu. Huwezi kufaulu kama hujakutana na hawa watu. If you've not met them, unasema my way has been my way has been good. I have been swimming, I have going. Nimetembea kwa utaratibu. Kama haujakuwa checken mpaka unaona ni unahitaji kukufa, basi bado hujaanza safari. Hallelujah. Kama haujalala njaa, watu unasikia kwa neighbor kunanuka nyama na wewe hauna hata chakula,
Kama haujafika kiwango hiki, unasikia neiba mzima, unasikia kaugali na tujapate tunanuka kopa mzima, na wewe nyumba yako tu na watoto 6, hamuna hata chakula, watoto wanakuangalia macho ikine, na wewe unawaangalia macho, wanakuuliza hiyo harufu inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanataka kukuuliza akili yako kwenye ifanye kazi. Gako dulu laki nyahau, gaino lako lutera wera. Kama hujafika hapo, hujavumilia kupigwa vita ndani ya kanisa, ujue bado hauna mamlaka hata kidogo ya kufungua kanisa wala kuwa kiongozi wa kanisa. Kama haujanyoroshwa ukakalishwa chini, ukapigwa na ukasengenywa na ukaekelewa maneno, ukaambiwa umelala na wanawake wote kanisani, bado you are still yet to go. Bado you are still yet to go. Kama kwenye biashara haujapigwa, ukavukia siku ya kwanza ikavunjwa, ukawekelea milioni 1 ikaenda na siku moja ukakutana na hao wa Mungiki wakabeba pesa zako zote, na kuambia bado yet my life has been a smooth journey. Ukisikia mtu anakuambia my life has been a smooth journey since niokoke, life has been so straight for me, I want to tell you, ondokea huyo mtu, because he is about to cause problem in your life. If you have not been tested, then the purpose of God will not come out. The testing of your life produces the purpose of God, produces why God wants you, produces why God wants to use you. There is a reason for why God wants to use you. He had to take Moses into the tormentors of the community so that he can understand what they are doing, their plans and whatever they do in their family, their arrangement and their secret. And he understand when he came to fight them, he knew who he is fighting. You must achieve the level of succeeding beyond reasonable doubt. Lazima ukarangwe vizuri. After the 15 years of struggle of David, ngangana 15 years hiyo ya kukaa huko kwa wanyama, wakati ulifika wa yeye kuingizwa, wakati alishinda vita hivyo vya mafuta. Maana 15 years it is conquering the battle of ya mafuta. When you are anointed, kuna vitu vinangolewa kwenye maisha yako ndio ukue prepared for the real mantle. 15 years si kuingia kazi, ni kustruggle, kujaribu kujitoa kwenye laana za kifamilia, kujitoa kwenye minaso ya kifamilia, kujitoa kwenye vitu ambavyo vilitendeka katika maisha yako. It is isolating yourself from the challenges that can pull you behind. 15 years to 17 years or to even 20 years. And some others, they die in the process. Daudi alipomaliza 15 years yake, around there 17 years, what happened? Naye Saul akagonjeka na akasema nahitaji mtu wa kumuimbia. God will cause them to have a need of you. So don't panic. Don't try to create a room for you. Don't try to create a situation for you. Don't try to push other people. Your position yako ipatikane. Your position is already there. Your position has been planned. You don't need to struggle for it. Daudi aliendelea kuchunga kondoo. Hakuenda kungangana ati kwa sababu amemwagiliwa mafuta akaenda kukimbia akasema nendela itelelio maguta. Ona nidemo itelelio maguta. Hapana, alirudi kuchunga makondoo. Baada ya kuchunga makondoo, miaka 17 ikaisha. Kutoka hapo ndio aigura Saul ambaye anakuja kumuondoa, akapata ugonjwa fulani ambao ulihitaji mtu anajua kucheza kenombe. Na walipotangaziwa kaambiwa tafuteni mtu anajua kucheza kenombe. Kule wakati alienda kuchunga mbuzi, Daudi aliendelea kufanya biashara yake ya kucheza kenombe vizuri. Akacheza, akaendelea, akaimarisha uimbaji wake. Imarisha your standard. Ukimwagiliwa mafuta, imarisha your relationship na Mungu. Imarisha plani zako na Mungu. Endelea kutengeneza mikakati yako na Mungu. Waachana na kazi iliyo mbele, maana hauijui. Akaimarisha mpaka wakati Saul akakuwa na hitaji la Daudi. Kumbuka Daudi alimwagiliwa mafuta, na alipomwagiliwa mafuta, roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Sauli aliruka akaingia kwa Daudi. Lakini Daudi hakuanza kazi mara moja. Alipanga alienda kurudi kwenye mipango yake, to wait for the next instruction. When you are anointed, you have to wait for the appointment. Umemwagiliwa mafuta, ndio ni vizuri, hiyo ni yako. Lakini ungojea upatiwe letter of appointment. Umekuja hapa, umesema sasa, umeanza kusikia sauti ya Mungu. Nendeleigwa mega hapo.
Naigua kiarerio. Ni kwaririo rarerio. Endelea kuongeleshwa. Ongeleshwa vizuri kwa sababu ndio uweze kutofautisha shetani akiongea na Mungu akiongea. Tuletea hapa maneno ya shetani alafu natabia Mungu alikusukumusia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. After 17 years Saul akapata shida. Akahitaji mtu na akaambiwa this can only go if somebody sings. Acheze kinumbi. Kukatafutwa kwa semekana the only person that can do this ni kale kakijana kanakanga kwa Jesse. Maana hako kakijana kanakanga kwa Jesse alikuwa amesema this is not my son. Huyu ni mtoto wa bibi yangu. Maana alilala na wewe na yeye na mtu mwingine. Wakasema kale kakijana kanakanga kwa Jesse. Kakaambiwa kaedewe mara moja. When now God is prepared to elevate you for another battle, the next battle. Maana hii ya kungoja ameshinda. Akamuingisha sasa to the next battle. He caused the real man to come in board. Until the real man comes on board, the man that you're gonna challenge, until akuja on board, hujapatana naye, until you see Lucifer eye to eye, until you see Shetani mondo komondo, bado haujaanza safari, until you think thou hata nahitaji kuingia kwa Illuminati, bado haijafanyika. You are yet to be cooked, you are yet to be prepared, you are yet to be sanctified. Daudi ilibidi akutane na Saul mwenyewe, akamwimbia, akamchesia kinumbi mpaka Sauli akajua. Wow, from there David akatolewa kutoka kuchunga makondoo, ndio akakuja akaanza kuanza huduma yake ikaanza. And again God entered him into another process of more than 15 years of struggling. Akahangaishwa, afadhali angeishi kwa makondoo. Kuna vitu zingine zinakujanga kwa maisha yako mpaka unasema afadhali ningekaa bila Bwana. Kuna vitu zingine zinakujanga unasema afadhali singepatiwa hiyo promotion. Kuna vitu zingine zinakujanga unasema afadhali singekuwa pastor. Kuna vitu zingine zinafanyikanga unasema afadhali hii haingefanyika. Maana wakati Daudi aliingizwa akatolewa kwa makondoo, ndio bado vita vilianza, vita vikali sana. Maana the Bible says maisha yake yote aliteseka, maisha yake yote aliishi kwenye kevu, aliishi kutoroka, aliishi kujificha. Hakuishi kwa nyumba, aliishi kutoroka. Akiwa na hiyo mafuta yake yote aliishi kwa kutoroka, mpaka mahali Mungu alimpeleka, akampeleka mpaka kwa yule mtu, akamwonyesha hiki kemodo, naye akasema don't touch the anointed. Why? Because alikuwa ametengenezwa na akaiva. Kama ingekuwa ni mimi na wewe, nione Saul mwenye amenitesa miaka hiyo yote ndio huyu, ningechinja yeye. Mimi ningechinja. Miaka 15 ya mahangaiko kwa sababu ya mwanaume. Alafu Mungu aniletea, si ndio nasema ngainia dehera. Mungu ameniletea. So sometimes God is testing you with the challenges you are facing until he brings you the real enemy. Until you have developed an art of forgiving and letting it go. That is when you will be elevated to the next level. David, when he went and found this is Saul, na huyu ndio ametuagaisha, wanaume wake wakamwambia tuchije, akasema no, do not touch the anointed. Kile kitu mtafanya kata kiguo tuende nayo. Ndio ikuje kuwa ushahidi. Ndio akikuja kuruka unamwambia hii kitabani ya nani? Ni ya nguo ya nani? Ni nguo yako. Aelewe that this man, he is a man of God. For you to be qualified to be called a man of God, you must have reached the level ya kujua ya kwamba every person living on earth is a man of God. Always seek God for the strength and the power. In any circumstance, in any situation you are in, always seek God for the elevation, for the strength. Don't go for your enemies. Don't go for the people you are able to kill. Don't kill them. But seek. Do not remove them from where you are. And number B, be strong and courageous always. Do not be afraid. Be strong no matter what they say about you. Do not be afraid of them. No matter what they say you are or what you're going to become, do not be afraid of them. Be strong and be courageous. Hallelujah. Somebody say amen. Hallelujah.
And also trust in his words always. Trust God in his word. In whatever that he said and he told you, you are going to become, you are going to become. Don't worry who the enemies are. Wakisema unaenda kukufa, waambie mimi sikufi, wao ndio watakufa. Wakisema hautafaulu, waambie utafaulu. Maana Mungu alisema atakupeleka America, it will come to pass. Mungu alisema utakuwa mhubiri, it will come to pass. Mungu alisema utakuwa something, you are going to become. It doesn't matter what you are going to become. It doesn't matter the situation and the time. What you need is to sit down and wait the hand of God to prevail over you. Wait for that hand of God, because the hand of God, nobody can defeat it. Nobody can come against the hand of God. Nobody can win against against you. If God has said you are going to become, you will for sure become. Always never seek to revenge. If you want God to prevail over you, David had a chance to revenge, but he never revenged. Never seek to revenge. Do not fight people in the church. If you are in the position of leadership, do not fight anybody. You are in a position of leadership in a company, do not fight your juniors because they are rising up. Maybe it is their star that is rising up and you can never stop. You cannot be able to stop the star. Kama nyota ya mtu imeanza kung'aa, hauwezi kuizuia hata ufanye nini. Kama imetengenezwa ing'ae, itang'aa. Kama imetengenezwa na wakati umefika wa kung'aa, itang'aa. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi makombora ambayo unatumia ni nini, haijalishi silaha unazozitumia ni gani. Kwenye biashara, kama Mungu amesema hii ni season yako ya kubarikiwa, utabarikiwa upende usipende. Hata wewe ukakataa, bado utabarikiwa. Hata waseme mambo mabaya kukuhusu, bado utabarikiwa. Nothing will change. Kama Mungu amekuinua mhubiri, ukuwe mhubiri wa mahida mahaya kama wakati kama hii, Baba anasema ya kwamba kama amekuteua na amesema majira yako yamefika, utafanyika upende usipende, ukatae usikatae, he will use you. Hata wakikuja wakuzoee, pasa yako akuje akuzoee, mhubiri wako akuzoee, baba yako akuzoee, mume wako akuzoee, mke wako akuzoee, bado utaendelea kuinuka. Watakata mti, kesho wanakuta imemea. Watakata kesho kutu wanakuta inamea. Watazuia, bado itamea. Wataenda kwa waganga, watachinja mbuzi, bado unamea. Watasema watakulaani, wakikulaani maneno hiyo inakuja inakuinua. Maana Mungu is with you. When God is with you, no weapon fashioned against you that can prosper against you, not even your family. God has a reason for you, because you got a purpose of God. And because of the purpose of God in you, you will never lose anybody.